Wapendwa, muundo wa kituo hiki upo kama ifuatavyo. Kwanza, sehemu ya kuingilia ni kama ambapo kuingilia. Pili, sehemu ya kwanza ambayo tunaona imeezekwa hivi ni vituo, of course bado havijakamilika, lakini vituo hivyo vitasheheni historia kama nilivyoeleza. Historia hiyo itajikita zaidi katika historia ya jimbo kuu la Songea, ambapo mwanzo wake ilianzia prefectura ya kusini mwa Zanzibar, vikalieta Dar es Salaam, Abasia Nudus ya Lindi, Abasia Nudus ya Peramiho, ambayo mara kadhaa tunasema ilikuwa ni jimbo la Peramiho, na baadaye ndio yamekuja kugawanyika majimbo haya matatu. Na hivi sehemu inayofuata kutakuwa kuna kiruka, ambacho hicho kiruka kinatoa mahitaji ya mahujaji madogo, ikiwepo kama visakramenti, maji ya kunywa, vindala kwa ajili ya kusaidia kutembea kama wengine watakuwa kuja na sukuna, na mahitaji vingine vidogo. Lakini kituo chetu kitaanza sehemu ya kiroho. Sehemu ya kiroho inasheheni historia ya wokovu ya mwanadamu. Kituo cha hiki kina njia inayoitwa historia ya wokovu wa mwanadamu. Ikumbuke kwamba historia ya wokovu wa mwanadamu ndio maandiko matakatifu. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema kitabu cha maandiko matakatifu, yaani Biblia takatifu, ni kitabu cha historia ya wokovu wa mwanadamu. Na hivi kituo chetu kimeweka historia hiyo katika lugha ya picha. Kienda pale tunaona habari za uumbaji, kuingia kwa dhambi, Kaini na Abeli na kadhalika. Nadhani wamesema tutapata muda kila mmoja wa kuzunguka baada ya kusikiliza maelekezo haya. Lakini kituo chetu kimesheheni vituo vingine vidogo. Hivi vituo vitaandikwa aya fupi kwa ajili ya kumsaidia mhujaji kuweza kutafakari. Sambamba na hilo, kituo chetu kimesheheni vibanda. Hivi vibanda vinabeba dhima tofauti. Tunacho kibanda cha Mama Bikira Maria ambacho ndani kinakuwa kina miundombinu yote ambayo inaelezea fadhila za Mama Bikira Maria kama tunasoma katika litania takatifu. Lakini sehemu ya Mama Bikira Maria itakuwa ni sehemu mahususi kwa ajili ya tafakari ya mateso yale 7 ya Mama Bikira Maria, tukihusisha na mateso yetu sisi tunayokumbana nayo katika maisha. Kituo chetu kina miundombinu ambayo ina maelezo ya teolojia. Kwa mfano, tunayo sehemu ambayo imeinuka, ambayo huwa tunawatafakarisha mahujaji juu ya mateso magumu ambayo tunayapata katika maisha. Tunayo miti na mawe ambayo yapo njiani kuelezea vikwazo na magumu ambayo katika maisha kama mwanadamu lazima tukumbane nayo. Lakini kituo chetu kina sheheni pia kibanda cha Mtakatifu Yosefu, tunacho kibanda cha familia takatifu, tunacho kibanda cha Mtakatifu Benedikto. Kwa nini Benedikto? Kwa sababu sisi kituo hiki ni kituo cha jimbo kuu la Songea, lakini waratibu wake ni Abasia ya Mtakatifu Benedikto Peramiho. Na hivi kuna kibanda cha Mtakatifu Benedikto ili kuweza kushirikishana ile roho ya Baba Mtakatifu Benedikto inayojikita katika moto wake, yaani sala na kazi. Lakini zaidi sana wapendwa, kituo chetu kina sehemu ya vituo vya sala, yaani njia ya msalaba, kuanzia kituo cha kwanza mpaka kituo cha 14. Ikitoka njia ya msalaba inaanza Bwana Yesu anafufuka mpaka anapaa mbinguni, maana hizo ni njia za mwanga. Kituo chetu kitakuwa kina sehemu ya rozari takatifu kadiri ya Mama Bikira Maria, rozari takatifu ya Mama Bikira Maria. Kituo chetu kitakuwa kina sehemu ya sala ya huruma ya Mungu. Sambamba na hilo, kitakuwa kina kikanisa cha huruma ya Mungu. Lakini kwa kuzingatia nguvu kubwa ambayo wenyeji kituo hiki kipo katika nchi ya Ungoni, na hivi kuna kila sababu ya kuweka desturi njema zile za Kingoni na za Kiafrika, ili kushare zile desturi kwa watu ambao sio Wangoni na kushare desturi za Kiafrika kwa watu ambao sio Afrika. Desturi ambazo sisi tumezoea kukaa pamoja, kutoka kwenye shida, kushirikiana katika mambo, desturi ambazo zitapatikana katika kituo chetu cha hija. Sambamba na hilo wapendwa, mipango yetu ijayo ni kwamba kituo hiki baadaye kitakuwa kina hosteli zinazojitegemea. Mpaka sasa hivi hosteli zinazotumika ni zile za Emmaus, lakini kwa wenyewe wanaweza kushuhudia jinsi gani zilivyokuwa busy. Na hivi pembeni kabisa kule kwa kanisa ng'ambo ya barabara kutakuwa kuna hosteli kwa ajili ya mahujaji, ambayo mahujaji wakifika wataweza kupata hosteli, sehemu ya kukaa, malazi na chakula na kila kitu. Lakini sambamba na hilo kutakuwa kuna sehemu ya maburudisho ambayo hayataleta fujo kimsingi. Kituo cha hija ni sehemu ya kusali. Fujo zozote ambazo zitaondoa katika ya ibada zinakatazwa katika kituo cha hija, kwa kuongea na simu, kupiga simu, story na kadhalika. Na hivi kutakuwa kuna sehemu ambayo inatoa huduma hizo tu kwa kuzingatia yafuatayo. Kwanza, hata kama itakuwa ni kuongea lakini kwa utulivu, kwa sababu wataalamu wa afya wanasisitiza juu ya umuhimu wa umbea katika afya ya mwanadamu, kwamba
umbea mtu tusingekuwa umbea hapa wengi sana ungekuwa na pressure, BP, midomo mwingine imepinda na hivi ukifika kituo cha hija kama unakaa siku 5 jamani hujapiga umbea unaenda chini kwenye sehemu ambayo itaangaliwa. Unalipua wewe unarudi na lakini tunaamini kwamba kuna wengine jamani vilema, kuna vilema vingine vipo. Kuna watu wengine hawezi kukaa siku 2 bila kugombana, si ndio? Kama ukimisi kugombana wakati unaiji unaenda chini kule unagombana lakini sehemu hizo mahususi kwa ajili ya maongezi kama kumekuwa kuna maelezo psychology counseling kama sehemu kama kikundi kinahitaji kuongea wakati katika wamefika kwenye hija, basi sehemu hizo zitakuwa huduma kama hizo. Kwa hivyo pendwa, huo ndio muundo na hayo ndio matarajio yetu ya kituo. Kazi zinazoendelea, kwanza ukizunguka mtaona sehemu kubwa ya kituo chetu haijakamilika, lakini tunashukuru Mungu ni kwamba kazi inaendelea vizuri. Na hivyo pendwa, kituo hiki kinajengwa kwa kutokana na vyanzo vya fedha vifuatavyo. Chanzo cha kwanza, fedha kubwa inatoka kwa marafiki ambao wako Ulaya. Kimsingi ni watu ambao tunafahamiana kama Abasia inafahamiana nao na wameshaiona kazi na wamejua lengo ni nini na hivi wanatusaidia. Ikumbuke kwamba Ulaya siku hizi wapendwa, tofauti na zamani kidogo, hawajishughulishi sana na masuala ya nusu lolo. Misaada wanayotoa sana sana ni kwenye misaada ambayo ina social impact moja kwa moja kama shule, hospitali na nini, kwenye huduma za jamii. Unapoongelea masuala ya makanisa, masuala ya kiroho hawaelewi sana. Hata wao wachache wanatusaidia ni kwa sababu tuna watu ambao tayari tumeshafahamiana nao. Na hivi hata wao pia wanachukua hii kama wajibu wa pili, katika maana kwamba wanatoa pindi ambapo wanacho na wametekeleza majukumu yao yote ipasavyo. Lakini kundi la pili ni mahujaji na watu wenye mapenzi mema ambao wamekuwa wakifika hapa kuhiji. Mfano ni maparokia mbalimbali ya jimbo kuu la Songea, mashirika mbalimbali ya kitawa na mtu mmoja mmoja, vikundi vya sala na kadhalika. Kwa hivyo pendwa, na nyinyi pia Wakristo wenzetu mchukue hilo kama wajibu wenu, kwa sababu sisi wanapelamio, sisi kama pelamio kwa namna pekee ni watu ambao hivi vitu tuna matumizi navyo moja kwa moja. Sisi ni wanufaika hivi vitu moja kwa moja. Wapendwa, hayo ndio maelezo na muundo mfupi wa kituo chetu. Lakini kwa kuchukua fursa hii kwa wenyeji wangu niweze kutoa utaratibu ufuatao. Tunazo sehemu za kurekebisha tai. Tunaomba mapadre, mabrother pamoja na masista tutumie jengo hili hapa. Lakini kwa waumini wengine wote tunalo jengo chini pale, lina maelezo kila kitu kwa na ke. Lakini sambamba na hilo, kituoni hapa kadiri ya maagizo ya mshamba wa askofu ni kwamba waumini wote wanaofika katika kituo cha hija tutaandikisha majina yetu kwenye vitabu maalum vya wageni. Hapa tunavyo viwili, kwa hivyo tunaomba zoezi hili liendelee. Tunapoendelea na kipindi, tutakuja muda wa muungano angalau kwa utulivu. Unaandika jina lako na kadiri ya maswali unapoulizwa kwenye kitabu, then unampatia mtu mwingine. Sambamba na hilo pendwa, kama kuna parokia ambayo tayari imeshaandika nia za misa, tafadhali naomba tuwasiliane. Lakini kwa waumini wengine ambao watakuwa wana nia za mbalimbali za misa na maombi binafsi, kwa sababu ya ulinzi wetu, tunalo box letu hili hapa mbele. Kwa hivyo utaandika nia yako ya misa na ukiweka kwenye box hapa. Umumu kwenye karatasi yako utaambatanisha na sadaka yako ambayo utamtolea Mwenyezi Mungu kwa nia hiyo ulioiomba. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana Shikamoo.